Huyo amejaribu kuitwa mbarikiwa lakini hawezi. Watu nyonyolewa wakatolewa wakawa hawana kitu, lakini wakabakia na Mungu. Mimi naambia watu, afadhali watu waninyang'anye vitu vyote lakini nibakie na Yesu. Amen. Nibakie na Yesu ni salama. Amen. Vitu vinavyokuja visitufanya sisi tukosane na mbingu. Kwa maana mbingu siku moja kufumba na kufumbua tutaingia mbinguni. Hizi vitu visitutenge na mbingu. Amen. Na ukipata siri kama hiyo kupoteana si ngumu. Amen. Siku moja umefungiwa ng'ombe ukaletewa. Ng'ombe. Fungu la 10 la ng'ombe. Umeletewa. Umeletewa. Bado. Hamna ng'ombe. Sipo. Ziko na nani? Hazijafika 10. Utokea mwanzo kufuga hazijafika 10. Waongea ukweli, hazijafika 10. Hebu mbona kwa takudanganya mahali peupe. Zile pofika mlipelekea nani? Hiyo mwanzo ni ya lazima. Kama hiyo ni ya lazima hukupeana, hiyo ya kuambia ni yale patiana. Ndio kazi yenyewe. Ya bila kutoa fungu la 10 ni lazima. Sasa hapa imefikia wakati bila kufunga na inapelekea tu pale kanisani nisaidie. Kama hiyo ya lazima imeshindikana, ya kupatiana kwa hiari. Hebu angalia kanisa, karibu nusu ya kanisa ni. Shida ni nini? Ni nini? Ni joto. Limesababishwa na nini hilo joto? Asante kwa sababu unajua umeshiba, Mungu akubariki. Mvua hiyo ni baraka, Bwana analeta. Pengine hebu muangalie mwenzako amekukaribia sana. Si amekubana? Hauna nafasi. Ungelikuwa na nafasi, ungekuwa na kahewa kazuri. Unaleta matofali ngapi ili ujenge kanisa pana? Amen. Ubiri na mimi nimesikia hapo kuna mtu anaongea ubiri na mimi. Ulifanya nini? Utapanua. Lakini leo unaumia. Ni miaka mingapi unaumia? Penda kwenu, fanya mambo kwenu. Hakuna mtu atatoka huko akufanyie. Amen. Kama vile unavyonunua carpet kwako kanyage mahali pazuri, mfanyie Mungu. Amen. Ibrahimu akaona ya kwamba hakuna kitu kingine naweza patiana, ni mwanangu peke yake, kwa maana yeye ni mbarikiwa. Akasema huyu mwanangu nitapeana. Na kwa sababu nikipeana najua yeye ndiye aliyenipa, anajua nitaishi vipi. Hatua hizi za mtu aitwaye mbarikiwa anapokanyaga katika laini hiyo, Mungu hata siku moja hatamwacha. Wakati wote atamuongezea. Biblia inasema ya kwamba na wewe wakati watu watakapokubariki nitawabariki, na watakao kulani nami nitawalaani. Mithali inasema ya kwamba heri atawanyaye, maana ataongezewa zaidi. Lakini azuiaye kisichokuwa haki yake ataelekea uhitaji. Maana anyeshwaye atanyeshwa mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So akiba ni principle ya Mungu na ni principle ya mtu aliyebarikiwa. Amen. So mtu ambaye hapatiani, huyo amejitakia maana.
Usiye amen imeanza kupungua. Amejitakia umasikini. Amen. Mwanamke Mshunami akakutana na mtumishi wa Mungu, akawa amekaa muda mrefu, Elisha akiwa pale, kijito kikakauka. Akamwona mwanamke anavunja vikumbi. Mpigie makofi yule mama. Anavunja vikumbi. Alipotokelezewa akamwambia mtumishi wa Mungu, akaambiwa na mtumishi wa Mungu, wafanya nini? Na amemwona navunja vikuni. Akasema navunja vikuni nikajipikie mimi na mwanangu nile nife, maana kuna njaa. Mtumishi wa Mungu akageuka akasema nipikie mimi mwanzo, anza mimi mwanzo, halafu wewe. Another words ni kwamba kufa wewe mwanzo, halafu maana mimi nitakuwa nimekula, yeye atakuwa hajakula. So afe yeye mwanzo, alafu mimi nifuatie, maana nitakuwa na nguvu. Sijui kama unaelewa hivi vizuri. Maana huyu mwanamke alisema nikapika mimi na mwanangu nile nife. So ni kumaanisha itasurvive na kile chakula kichache alicho nacho, baadaye matumaini yake ya kufa. Sasa yale matumaini ya kufa yamebebwa sasa na mtumishi wa Mungu Elisha, anamwambia wewe sasa utangulie kufa, mimi niishi. Lakini Biblia inaniambia kwamba mwanamke akachukua vikuni akaenda akampikia mtumishi wa Mungu. Baada ya kumpikia, alipokula akaambiwa na wewe kajipikie. Itatoka wapi? Bwana ameprovide. Amen. Bwana anaachilia. Amen. Anaachilia kingine. Kikitoka Bwana ataachilia kingine. Amen. Kikitoka Bwana ataachilia kingine. Amen. Sasa ukaangua umekavaa miaka nenda miaka rudi, bariki yako uone kama Mungu hatafungua injili. Amen. Wewe kazi yako ni kumcha, nikaoka nikufaa yule, ulimsaidia nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila siku anakuja na kadera kale kanisa. Amekuwa your uniform. Tuibadilishe siwe uniform. Sababisha patiana, uone kama hiyo sanduku itakosa kuingia nguo. Amen. Na ndio hiyo sasa, ukiwa kwa familia utaanza kuuliza, na ile dera lako fulani mbona niliona na mtu fulani? Amen. Haleluya. Amen. Lakini ukiwa kwako unajimiliki, ndipo qualification ya kwanza ya mbarikiwa ni kuondoka. Akishaondoka, Mungu akimstawisha apeane. Amen. Hakuna mtu atauliza maswali, kwa nini umepeana? Maana kibarua kikubwa Bwana akikuzidisha ukiwa hapo, shida itainuka. Ni kwamba yule jamaa anachukua nyota za watu. Sasa wengine hawabarikiwi maana wako ndani ya watu, ndiposa unafikia wakati mtu abarikiwe. Maana ukibarikiwa utainuka vita. Hiyo ni sababu ya kwanza ya Mungu. Pili, sababu nyingine ambayo iko pale, akishakubariki pale anajua hutatumika vilivyo. Unaniangalia kwa macho ya huruma. Nasema kuna privilege ya kuwa wewe unapotoka Bwana akubariki. Amen. Lakini ukasema ya kwamba anabakia hapa kwa baba hapa akose kubarikiwa kwa sababu ameepusha vitu vinaitwa vita. Ndugu wengi miaka hii wamekasirikiana kwa sababu yule mwingine akipanda, mwingine akiwa yuko chini, yule jamaa hayuko poa. Natumia nyota za watu. Umebeba ile neno la Ezekiel, anabeba nyota yako. Nyota yako itabebwa vipi? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina.